Episodi 5 ya Teen Love inaanzia hapa mama akiwa anatoka kwenda mizunguko huko. Akiwa anatoka, anakutana na njemba mbili zimekula Black mzee. Aliogopa kidogo. Wakasema wanamtafuta Hexy au Lily Hexy. Sasa hilo jina la Hexy mama uaga alijui. Akasema mjui huyo Lily Hexy sijui Lily Hexy. Yeye anaishi hapa na kijana wake anaitwa Chukwuebuka. Wakasema ndo huyo tunamtaka. Akawauliza mnamtaka kawafanyia nini? Wanasema kuna biashara hawajamalizana. Mama akashindwa kuelewa kwanza. Biashara gani na anajua kijana wake hana kazi yoyote ile. Na wanasema eti kuna biashara hawajamalizana. Akamwambia kijana wangu hana kazi. Ni biashara gani hiyo ambayo hamjamalizana? Wajamaa wakasema kwamba tunaacha ujumbe hapa. Akirudi ataukuta ujumbe wetu na ataelewa tu. Mama akakaa kusubiri ujumbe wenyewe pale. Huyo jamaa mmoja akatoa mguu wa kuku, chuma kikalia pale. Halo, wamemdungua mama isee. Biashara ya Hexy sasa imegharimu maisha ya mama yake. Imekuwaje lakini mpaka kufikia kote huku? Na kukumbusha hii ni Teen Love episodi 5. Kama ukuona episodi za nyuma, rudi kwenye channel kisha naenda sehemu ya playlist. Nimekupangia hapo full recap. Hakikisha tayari umesubscribe channel hii kwa burudani zote zinazotoka kwetu. Sasa tuanze pale ambapo episodi zilipoishia. Mama alipomuuliza wewe ni nani kwa Chukwuebuka, Temi akajibu yeye ni rafiki yake tu. Mama akasema sikujua naye rafiki mwingine wa kike, ninayemjua ni Bonge na mwenzie wa kike ambaye uoga na vaga kama wa kiume. Temi hapo akakumbuka muda mchache nyuma alimuona mtu aliyevaa kiume lakini ni wa kike. Yule ambaye alikuja na Tara nyumbani sasa ambaye ni Babi. Muda huo mlangoni akatokea Hexy. Mtoto wa watu akaanza kucheka pale. Mama naye akaangalia mchizi akakosa na uhuru kabisa. Sibi mkubwa yupo maeneo hayo. Akamkonyeza watoke pembeni kidogo, au sio bana, nje na nyumbani kabisa. Akamwaga bi mkubwa kibishikibishi pale, mwisho akatoka. Bi mkubwa akamwambia usiende mbali huko Hexy akafika na alifurahi sana kumuona Temi kaja kumtembelea nyumbani. Hata hivyo akamwambia asijali sana kuhusu huyo rafiki yake aliyeongea naye kwa simu. Temi akajibu hakuna tatizo, ila pia akamsimulia hakuzaliwa kilema yeye. Alipata haya majanga akiwa ukubwani. Anasema yeye alitamani kuwa mkimbia riadha, kukimbia marathon na nini. Jamaa akamuuliza kukimbia marathon na miguu hiyo kweli? Anyway, samani nilikuwa natania. Temi kenyewe pia kanafurahi kinoma yani. Anasema tangu apatega hayo majanga, mtu ambaye uaga anamjali na kumpa moyo ni Eni peke yake. Yeye ndo uaga anasimama upande wake kila muda. Wakiwa wamekolea na story pale wanacheka sana na nini, akaja Eni pale. Anasema mzee wake kamuulizia na anataka arudi nyumbani sasa hivi yani. Hii kamshangaza Temi kidogo. Anasema babake hakuwahi kumuulizia wala hakuwahi kuuliza yupo wapi. Leo kaenda kuzurura kidogo tu. Kimetokea nini mpaka mzee kumuulizia? Ila kwa kuwa ni maagizo ya mzee, anabudi kuwahi nyumbani. Akamwaga mchizi, mwisho akaondoka. Kufika nyumbani mzee akamuuliza ulikuwa wapi? Akasema baba za mchana. Nimeuliza ulikuwa wapi? Akasema alikuwa kwa rafiki huko mtaani. Kwani kuna ubaya? Yani nakuuliza swali na wewe unauliza swali. Ulikuwa huko mtaani na rafiki yupi haswa? Baba yake ni nani? Na wana maisha gani haswa? Wanajishughulisha na nini? Mara kaingia Tara pale. Inaonekana yeye ndo kamchomea Temi kwa babake. Maana yupo anamwambia mwambie babu ulikuwa wapi na ulikuwa na nani. Ila kumbuka kwamba Tara naye pia alishaanza kuwateja. Na hapo kakosa zile dawa kwa muda. Kwa hiyo akaanza kujihisi kama mwili unawasha vile. Si yale madawa uoga yana madhara. Akaondoka pale huko anajikuna mwili mzima. Temi akamwambia mzee mwanao kuna vitu anahitaji. Umesemaje? Mwanao kuna vitu anahitaji. Mzee akamwahi Tara huko chumbani kujua nini hasa kinachoendelea. Huku yupo ile mchizi ambaye alipanga kutoroka na Tesi wakati uliopita, ambaye walipanga kumsaliti Ejike. Akafika mpaka kwa Tesi, ila jirani akamwambia unamtafuta hayupo. Alipaki mabegi na akaondoka. Leo ndo siku ambayo walipanga waondoke kabisa, yani wahame nchi na waondoke kwa pamoja, akihisi labda wanamsaliti Ejike. Ikabidi akaulize kwengine sasa kwa wanaomjua zaidi Tesi. Huyu jamaa akamwambia mbona zamani sana Tesi alishaondoka, yani sasa hivi labda anakaribia kabisa huko London. Jamaa akachoka pale. Kwa hiyo kumbe ndo alikuwa anachezewa game wise. Akapiga simu za Tesi hazipatikani mzee, tuma message haziendi. Alijiona mjanja, kumbe yeye ndo alichukuliwa boya na yeye ndo aliwekwa kwenye mtego mbaya. Akachomoka kibunda cha hela, mwisho yeye ndo ameachwa hapo. Huku kwenye jumba la dhahabu asubuhi ya leo mzee akaja kwa Tara, na hii inaonekana waziwazi mzee anampenda Tara kuliko Temi. Kaja kumjulia hali, anasema nini kimemfanya kuwa katika hali hiyo. Muda huo akaingia Temi pia, naye kaja kumjulia ndugu yake hali. Anajua kabisa ndugu yake uwaga mpendi, ila yeye hataki kulipiza ubaya, na Temi bado ni mwanafunzi anasoma huyu. Ila kabla ya kwenda shuleni alikuja kwanza kumjulia ndugu yake hali. Baada ya hapo akaondoka. Mzee akabaki na Tara pale, akamuuliza umeanza kutumia vitu ambavyo sivyo? Hii ni hali gani nakupata?
Ili swali likawa gumu sana kwa Tara kulijibu. Kakajitia kujinyoosha kwa maumivu pale. Si anajua mzee anampenda. Akamuuliza unahitaji kupumzika sio? Akatikisa kichwa ndio. Basi sawa, mimi na wewe kwenye mihangaiko huko. Ila nikirudi nataka majibu yaliyokamilika. Baada ya mzee kutoka muda kidogo akaingia Temi. Bado alikuwa hajatoka kwenda shule. Kaja kumpiga kama kijembe ndugu yake, ajifunze kukaa bila ya kutumia madawa ya kulevya. Tara akajibu anasema kwamba linapokuja suala la madawa ya kulevya, embo acha kuigiza kabisa kama ujui mambo. Akamuuliza unamaanisha nini kusema hivyo? Hivi unakumbuka zile dawa ambazo Temi aliacha kutumia baada ya kujua madhara mengi yanayotokana na hizo dawa? Tara anadai hizi dawa alizikuta kwenye chumba cha Temi. Alikuwa na maumivu ya miguu. Akajua hizi ni dawa za kawaida za kupunguza maumivu, maana zinaumbo kama dawa za kawaida kabisa. Alikuwa anaumwa sana siku hiyo, kwa hiyo akaamua kuzitumia akijua ni dawa za maumivu. Alipozitumia kweli zikaanza kumpunguzia maumivu na akajihisi raha ya ajabu yani. Akahisi dunia yote ni ya kwake. Haisezi dawa sio nzuri hata kidogo yani. Embo ona zinavyomfanya mtu kuwa kama hivi. Anasema kwa kipindi kifupi sana alizimaliza, akachukua mawasiliano kwenye kile kikopo na kuwapigia wahusika wamletee zaidi. Kwa hiyo sababu ya yeye kuanza kutumia hizo dawa ni Temi, maana alizikuta chumbani kwake. Temi aliogopa sana unaambiwa, ila anasema yeye hakuwahi kutumia na ndio maana hata kwenye kopo alikuta idadi ile ile kwa jinsi ambavyo uoga zinapangiliwa. Hii ina maana kuvigusa kabisa. Hakutumia kwa sababu Hexi alishamtajia madhara mengi yanayotokana na hizo dawa. Tara akashangaa, Hexi? Ni nani huyo Hexi? Akamwambia usijali, ni mmoja kati ya marafiki zangu. Rafiki anayeuza madawa ya kulevya? Mara akaingia mzee pale na kawasikia vizuri sana. Akamuuliza hadi wewe kwenye wheelchair? Na huyo Hexi ni nani haswa? Yo, kesi ishamfikia mzee tayari. Huko nyumbani yupo mama alikuwa anatoka pale. Wakaja wale vijana wa mwanzo kabisa, wamevaa black mzee. Wakasema wanamtaka Hexi au Lili Hexi. Mama akasema sijui Lili Rexi, mimi simjui. Mimi naishi na kijana wangu hapa anaitwa Chukwebuka. Wakasema ndo huyo tunamtaka. Mama akawauliza kwani kuna nini? Wakasema wana biashara naye ambao hawajamalizana. Bi mkubwa ujue bado haelewi. Kwa anavyomjua kijana wake ana biashara yoyote ile. Ni biashara gani hao watu wanaoongelea ambao hawajamalizana bado? Akawaambia huyo kijana kwanza hana kazi wala biashara yoyote ile. Ni jobless, yupo nyumbani tu. Alafu kingine bado ni kijana mdogo. Mtakuwa mnamtafuta mtu tofauti nyie. Hawa jamaa wakasema tunaacha meseji, akija ataipata tu. Mama akawa tayari kupokea ujumbe wenyewe hapo kwa ajili ya kuja kumpa Hexi. Mjomba akaingia mfukoni, chuma kikalia pale. Mara Hexi akamzindua, kumbe mama alikuwa anaota bana. Na mchizi naye ndo alikuwa katoka kwenye hizo kazi zake ambazo si halali. Ila kwa hii ndoto, mama akamuita na akakaa naye chini pale. Kwanza kabisa akamuuliza ni biashara gani ambayo unafanya mimi sijui. Hapo ndipo Hexi uoga anakosa majibu kabisa. Huku akishiwa yupo kwenye private car kwa ajili ya kwenda shule. Kwa nje Hexi akawa anamuita kule, anataka waongee kidogo. Temi akamwomba huyu dereva wake ambaye anaitwa Sibalo apaki pembeni. Akamuuliza kupaki kwa ajili ya nini madam? Akasema anataka kuongea na rafiki yake. Sibalo akamwambia nimepewa maelekezo hii gari nihakikishe nimeisimamisha shuleni na sio kuisimamisha hovyo barabarani. Akamuuliza Sibalo unaipenda kazi yako? Sibalo akaona kwenye kazi tena. Mwisho akaamua kusimama pale kishingo upande tu. Atafanyaje tena na akashatishiwa kazi yake. Baada ya kusimama akamtaka pia Sibalo ashuke gari. Akae pembeni kidogo. Jamaa akashangaa kwanza yani. Kazi yangu ni kushika hii stelingi. Leo unanishusha ili iweje aswa? Temi akampiga mikora mingi sana pale. Mwisho Sibalo akashuka bwana. Ndipo Hexi naye akasogea, akamuuliza imekuwaje tena? Mbona mpokelei simu zake? Temi kachukia maana dawa wanazouza ilikuwa kidogo leo zimuue dada yake. Ila Hexi anasema yeye kwa muda hajauza hizi dawa na anataka kabisa kujitoa kwenye hii mambo ya uuzaji wa madawa ya kulevya. Na kingine yeye sio mhusika mkuu, wapo wakuu ambao wao ndo wahusika wa kutengeneza hizi dawa. Temi akamwambia haibadilishi ukweli kwamba nyinyi ndio uwaga mnasambaza hizi dawa. Akamwaga huko anasema kwamba anawahi darasani, wataongea zaidi kwa simu. Akamuita Sibalo kwa ajili ya kuondoka sasa. Sibalo akavunga kama soe kaitwa vile. Akamuuliza Sibalo unajitia kama unisikii vile? Njoo tuondoke tumeshachelewa. Eti tumeshachelewa. Tumechelewa ulivyokuwa umesimama hapo kuona unachelewa. Anyway akarudi kwenye gari hivyo hivyo tu. Alipofika ndani ya gari sasa, Sibalo akaanza kwa maswali. Small madam, nilikuwa nawaza itakuwa idea nzuri sana kama ukija kumtambulisha yule boyfriend wako kwa babako. Sibalo, hii sio biashara yako. Na kingine Temi akasema yule sio boyfriend wake, bali ni rafiki yake tu, hakuna mambo mengine ya ziada. Sibalo akabaki rafiki tu. Hata yeye anaijua hiyo bana. Usiku mchizi akawaita washikaji zake, akawauliza nani kapeleka mzigo kwa dadake na Temi. Alafu kauliza kwa ukali so poa yani.
Bigi akamwambia, kwanza kabisa usinipandishie sauti kisa mapenzi yako tu, alafu kingine nina kama wiki sijapokea mzigo wowote ule wa kusambaza. Kwa hiyo babi, ilikuwa ni wewe sio? Wewe ndio uliyepeleka mzigo kwa kina Temi. Babi akamuuliza, kwani kuna ubaya gani jamani? Nimepokea oda nikatakiwa nipeleke mzigo sehemu husika. Ningekataa eti nimefanya kazi yangu kama ambavyo uoga ninafanya. Hex akamwambia zile dawa ilikuwa kidogo zimuue Tara. Babi akamuuliza, wewe nakuhusu nini? Na kanunua kwa faida zake mwenyewe. Bigi naye akamuuliza, kwani hao watu wengine ambao uoga tunawapelekea dawa uoga wapitia hali kama hiyo? Mbona kwa dada yake na Temi umekuwa mkali sana? Babi naye akaanza kufunguka ya moyoni pale. Yaani tangu amekuwa na kale kasichana kwenye wheelchair, kaanza kabisa kuwasahau hadi wao. Anakosa muda hata wa kukaa na marafiki zake. Jamaa akamwambia, msimuongelee vibaya yule msichana, kwanza ni special sana kwangu. Babi naye akasimama akamwambia kwamba yani kama ukaja kuninyanyulia tena sauti kama hivyo kwa ajili ya msichana mmoja tu utajutia sana na kuahidi. Huyo akaondoka zake kajaa so poa yani. Hex naye anajiuliza, kwani nimekosea wapi jamani? Bigi akamwambia, wewe hujaona bado, hujaelewa kabisa kinachoendelea mzee. Hex akamuuliza, vipi tena, kinaendelea nini kwani? Bigi akamwambia, msogea karibu hapa, kaa hapo pembeni. Hex akasogea akamwambia, yule msichana anakupenda mwanangu, lakini hata mimi nampenda, ni kama dadangu tu, kwa hiyo akinipenda hakuna ubaya. Bigi akamwambia, acha ufala bana, hajakupenda kama hivyo, anakupenda kwa njia nyingine kabisa. Hebu angalia, tangu umeanza kuwa na Temi kaanza kuwa na hasira za hovyo, tabia zake zimebadilika, jiongeze mwanangu. Hapo jamaa akafikiria akaona kweli Bigi anaye pointi, akatoka mbio kumwahi Babi, na kweli akamkuta akamwomba waongee kidogo. Wakaongea kwa utaratibu tu, akamwambia, Babi nakupenda na ninakujali sana tu, ila wewe ni kama dadangu. Babi akasema wao sio ndugu, hawana undugu hata wa ukoo, inakuwaje anamuita dadake? Hiyo mambo inatoka wapi? Hex naye akamwambia, yule mwanamke nimempenda, na wewe unajua sijawahi kumpenda mwanamke yoyote yule. Yule ndo mwanamke wangu wa kwanza kumpenda. Babi anaumia sana kusikia hivyo maskini. Anasema, wewe ni mtu wa karibu sana kwangu na sitaki kudanganya chochote kwako, ndio maana nimekwambia. Babi akamuuliza, umemaliza umemaliza kuongea si ndio? Kakaondoka pale huku bado kanaye hasira so poa yani. Siku inayofuatia mchizi yupo nyumbani, anakula ugali hapo, yupo na bibi mkubwa akampikia. Anakula huko anajilamba tu muda huo, na mama anampigia story nyingi hapo. Akamwambia atoe na hizo hereni sikioni, za kazi gani sasa? Hex akamwambia ni style mpya, style ya Gen Z yani. Gen Z? Mama ajua hata hiyo Gen Z na maana gani? Akamuuliza ndo nini? Hex akamwambia Gen Z ni kizazi kipya, yani kizazi cha watoto 2000. Mama akasema mtoe hizo hereni bana, na unipe mimi. We mtoto wa kiume upasi kabisa kuvaa madude kama hayo. Mda ule ule mlangoni kuna mtu akawa anagonga sana, tena akawa anagonga kwa fujo sana, unaambiwa. Hex akahisi kabisa hii itakuwa ni moja kati ya watu wake, watu wa kule kwenye biashara haramu. Sasa akatoka yeye kwenda kufungua. Alipokwenda kufungua hakurudi kabisa, bali alimwaga mama yake na akamwambia kwamba anaondoka mara moja ila atarudi. Mama akashangaa sana, yani huyu kijana anaenda wapi na imekuwaje ghafla hivi mpaka kaacha chakula hapa? Kumbe kachukuliwa mateka bana, na hawa sio vijana wa Babadi waliomchukua mateka. Huyu ni mtu mwingine tofauti kabisa. Akawa anasubiri kujua nani aliyemteka awamu hii, maana so muda alikuwa katekwa na Babadi. Hivi unajua aliyemteka ni nani? Ni baba yake na Temi. Huyo hapa mzee ndo akamtia Hex kwenye mikono yake. Akamuuliza, Hex hapo si ndio? Jamaa akajibu ndio. Hatimaye tumeonana, lakini sikufahamu kiongozi. Mimi ni baba yake na Temi. Mzee akamuuliza, kwa hiyo wewe ndio unayemfukuzia binti yangu? Hex akajibu hapana, wao ni marafiki wa kawaida tu. Mzee akamwambia, msimuumize, mwacheni aongee. Kwa hiyo nyinyi ni marafiki wa kawaida si ndio? Ndio kiongozi. Mzee anasema, nipo hapa kukupa ushauri mdogo tu, sitaki kukuona ukiwa na binti yangu tena. Na vijana nawaambia msimuumize, ngoja nirudie ya kuingia vizuri kwenye akili yako. Sitaki kukuona tena na binti yangu, tumeelewana? Jamaa akaitikia ndio kiongozi. Unaanzaje kukataa mfano kwenye situation kama hiyo? Mzee kanguruma bana, hataki kumuona jamaa tena na binti yake, ila ataweza kweli kukaa mbali na mwanamke anayempenda? Hilo sio boksi la taka bana, kusema analiacha kirahisi tu kama hivyo. Haya ni mapenzi huaga yanauza maisha, na mtu unakuwa kipofu kabisa, ujali lolote lile. Si rahisi kwa mchizi kumwacha Temi kama hivyo. Episodi 5 ya Teen Love inaishia hapa, imebaki episodi moja tu kukamilisha season 1 ya Teen Love. Episodi ya 6 itatufungia kurasa, na kama kawaida haitochelewa kabisa kuruka. Muhimu kuliko yote, hakikisha tayari umesubscribe na kugusa alama ya kengele ili episodi 6 inapotoka tu uwe wa kwanza kuipata. Mimi naomba tukutane episodi 6, na kabla hujaondoka hakikisha umelike basi na kuacha komenti yako hapo chini. Ulikuwa na storyteller wako ni Claim Swahili. Tukutane episodi 6 wanangu.